Leo kijana anakaa na simu yake masaa 4 yuko TikTok, anachoangalia ni useless, hakimsaidia hata kitu hichi. Bila yeye kujua ana destroy character, na yeye ni foundation. Anapoharibu yeye tabia yake, huyu mwanamke hayuko salama. Kwa nini hayuko salama? Kakutana na mwanaume ambaye nyuma yuko nani? Njoo shetani baba. Tayari huyu mama hayuko salama. Usalama wa mwanamke unategemea mwanaume yuko kwenye foundation gani. Ndio maana nawaambia wanawake, mwanamke sio kila mwanaume anafaa kuwa mumeo. Be careful. Achana na hizi fashion. Hayo magari unaona nje ni mabati. Angalia mwanaume mwenye misingi aliyekuwepo, ambaye Mungu ndiye foundation ya huyo mwanaume. Niamini mimi, utaenjoy ndoa. Lakini siku hizo wadada, una gari huko anang'ata kucha, una gari? Nayo. Unafanya kazi gani? Mimi niko TRA. Hapo sawa, tuoane. Unaolewa na TRA na gari. Huyo mtu unamjua ni wa aina gani? Nani amenielewa nipungie mkono? Naomba leo tuishie hapa. Asanteni sana wadogo zangu. Naomba nitoe ushauri. Mnaweza kwenda tu, asanteni na kesho tena. Naomba nitoe ushauri. Vijana wa kiume, wakina dada tutazungumza huko, lakini mimi najua wanaume wakishakuwa salama, wakina dada mtakuwa salama. Kwa sababu hebu imagine vijana wote waliokuweko hapa wa kiume wanaanza kuishi makusudi ya Mungu. Kuna dada ambaye atachezewa ndani ya kanisa? Kwa sababu hawa vijana ni baba, watakuwa protector, wataanza kuwalinda wanawake. Na wanawake mtakuwa kwenye mikono salama. Lakini kama kijana wa kiume yuko kwenye mikono ya Mungu, trust me, jiandaeni, kazi mnayo. Mimi niwaombe, niombe kanisa la Ubungo Hill. Hebu vijana, let us change our mindset. Shetani ameishika hii dunia, mimi mpaka naogopa. Mnafahamu tamthilia? Sehemu kubwa tamthilia nazungumzia nini? Mapenzi. Na ukitoka hapo unataka yale mapenzi ya tamthilia yatokee wapi? Kwako. Wale wanaigiza. Mwanaume aligombana na mwanamke, yule mwanamke akakasirika, akakimbilia baharini, akawa anaangalia bahari. Ghafla yule kijana wa kiume akatokea nyuma yake, akamkumbatia. Eti na wewe umegombana na wakwako, mimi nakwambia unakimbia baharini. Unasahau ile ni nini? Hebu tusiishi kwenye assumption. Trust me, tuishi kwenye real life. Hebu kuanzia leo usiishi kwenye maigizo, ishi kwenye maisha hasi. Eti leo mtu kaona mtu sijui kwenye hizo tamthilia, amelia, amepewa leso, naye yuko mbele ya mchumba wake. Kidume kimekazana, pole. Ndo unipi leso. Kisa umeona kwenye nini? Mimi niombe, hebu anza kuishi maisha halisi. Mwanaume, anza kujitathmini mwenyewe, tengeneza mahusiano yako na Mungu, jiwekee limiti. Unapojiengage kwenye mahusiano, mfanye yule mwanamke hata awe proud na wewe. Mfanye yule mwanamke aone amepata bahati. Mfanye yule mwanamke aone wewe ni dhahabu. Lakini leo ndani ya kanisa kijana wa kiume na kijana wa kike wanalala wote, na asubuhi wako hapa, na mmoja ni muimbishaji yuko hapa mbele, piga banda, na jana hajalala kwao, afu kako hapa mbele, na huyo aliyelala naye hapa kanisani anamwambia mwenzie ili akujue. Utakuta anamkanyaga. Wale wanakuwa yeye kushoto, wa kwanza, wa pili, wa tatu, kwisha. Wewe mwenyewe uko hapa, Yesu ameniokoa. Jamaa anaambia wa kwanza, wa pili, wangapi? Kwisha. Hivi unafikiri mtoto wa kike hiyo ni fahari kwako? Ni disrespect. Mimi niwaombe, hebu thamini mwili wako. Hakuna kitu kikubwa duniani unachopaswa uinvest kuliko kitu chochote kama mwili wako. Lakini leo mtu ana uwezo wa kukupa mwili wake ila hawezi kukupa simu. Yaani binadamu mimi nafikiri tumekuwa zaidi ya machizi. Eti simu, chombo kilichotengenezwa na binadamu, hakupi.
hii ni simu ina password, kila mtu na simu yake, ila mwili wake anafanyaje? Kwa hiyo mwili hauna thamani, simu ina nini? Mimi niwaombe mabinti mliokuweko hapa, kuanzia leo anza kukuza thamani yako. Kijana wa kiume, anza kukuza thamani yako, alafu jijue kabisa. Yani weka akilini mwako hivi, najizungumzia mimi, na mimi ni mtu, kuna wakati nikiwa tempted na dhambi, concept kubwa inayokuja kichwani inaniambia hivi, mimi ni source and sustainer. Kosa nalolifanya mimi halina matokeo kwangu tu, lina matokeo na kizazi kinacho iko tu kinanifanya no, I can't do this. Hapana, siwezi kufanya hichi kitu. Kwa nini? Mungu ananitegemea kutoka kwa Pastor Peter John atengeneze generation itakayokuwa baraka duniani, na kwa sababu hiyo siwezi kumwangusha Mungu. Naomba vijana wa kiume, na waomba, anza kuishi maisha hayo. Jiwekee limits. Ukienda kwenye social media, jiwekee limiti. Hiki sihitaji, hiki nitaona, hiki sitaki, hiki nitaangalia. Ukiweka misingi hiyo, maana yake unajimoldi kuwa na mahusiano na Mungu, na pasipo wewe kujua, pindi unapojimoldi kuwa na mahusiano na Mungu, automatically kuna kabinti katoto kama mzee Nanli kanaandaliwa mume salama. Kako huko Geza Ulole, hakajui chochote. Lakini wewe mwanaume unapoinvesti, yule binti yuko salama. Angalia kinachotokea. Mwanaume alimzaa mwanamke kwa operation. Sikiliza vizuri. Mwanaume akiwa mwaminifu kwa Mungu, akakutana na mwanamke, mtoto wa kiume atakayezaliwa na huyu mwanamke atakuwa mume bora. Kwa sababu baba yake yuko kwenye foundation ambayo ni nani? Maana yake mbegu inayozalishwa inamzaa kijana mzuri wa future kwa kizazi kinachokuja. Kwa sababu gani? Baba alikuwa mwaminifu, mama alikuwa mwaminifu, wamelea mtoto katika misingi bora. Huyu mtoto aliyezaliwa naye atakuwa baraka kwa mtoto mwingine na mtoto mwingine na mtoto mwingine. Hilo ni ombi kwa vijana wa kiume na wa kike. Na mimi niwahakikishie wadogo zangu, tuna uwezo wa kuishi duniani na tukaishi tofauti na wanavyoishi duniani.